Ndugu waandishi wa habari, mwezi Mei na Juni 2026, Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCA ilifanya operation katika maeneo mbalimbali nchini kwa lengo la kuzuia uzalishaji, usafirishaji na matumizi ya dawa za kulevya. Kupitia operesheni hizo tulikamata tani 22.6 za dawa za kulevya, lita 30.5 pamoja na kilogramu 19.94 za dawa tiba zenye asili ya kulevya. Pia tuliteketeza ekari 228.5 za mashamba ya bangi na tani 3.3 za bangi na mirungi. Aidha, tunashikilia magari 6, bajaji 2 na pikipiki 33 huku watuhumiwa 188 wakikamatwa kuhusiana na uhalifu huo. Jijini Dar es Salaam, katika eneo la mizigo inayosafirishwa kwenda nje ya nchi kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, tulikamata kilogramu 19.94 za bidhaa zilizotambulishwa kama virutubisho vya lishe aina ya mlonge zinazotambulika kama Alpha Cell au Moringa Extract. Baada ya vipimo zilibainika kuwa vina viambata vya dawa tiba zenye asili ya kulevya aina ya Prazepam. Bidhaa hizi ziliingizwa nchini kutokea nchini Malaysia na zilikuwa zinaandaliwa kwenda nchini Barbados katika visiwa vya Caribbean. Katika tukio hilo tuliwakamata watuhumiwa Agustino Metusela Ismael mwenye umri wa miaka 30 mkazi wa Kimara, Zamia Hardi Upunda mwenye umri wa miaka 23 mkazi wa Bungoni Ilala, na Habiba Ali Mziga miaka 54 mkazi wa Mbezi Makonde jijini Dar es Salaam. Prazepam ni dawa tiba yenye asili ya kulevya iliyopo katika kundi la benzodiazepine inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali ikiwemo wasiwasi, msongo wa mawazo na kukosa usingizi. Endapo dawa hizi zitatumika kiholela au bila maelekezo ya daktari, zinaweza kusababisha uraibu, kuharibu mfumo wa fahamu, mfumo wa upumuaji, upotezaji wa fahamu na hata kifo. Ukijaribu kuangalia watumiaji, wasafirishaji wa dawa za kulevya au wahalifu wa dawa za kulevya hivi sasa wanatumia bidhaa mbalimbali ambazo wanaona kwamba zinapendwa na wananchi ili kuweza kuingiza dawa za kulevya ndani yake na kuweza kutafuta soko. Lakini matokeo yake sasa, wale watumiaji ambao wanatumia hizo dawa au hizo bidhaa bila kujua kama ndani yake kuna dawa za kulevya, mwisho wa siku wanapata uraibu, na wanapopata uraibu wanakuwa tegemezi wa ile dawa, na mwisho wa siku unajikuta kwamba hawa wahalifu wanajikuta wamepata soko na dawa yao inanunuliwa zaidi, kumbe ndani yake wamechanganya na dawa tiba zenye asili ya kulevya au dawa za kulevya na kuharibu afya za Watanzania. Lakini pia ukijaribu kuangalia usafirishaji wa hii dawa unatia mashaka, kwa sababu imetoka nchini Malaysia, lakini badala ya kwenda moja kwa moja kwenye hizo nchi unazoenda ambapo ni Barbados kwenye visiwa vya Caribbean, imeshuka hapa nchini ikaenda tena kupakiwa upya afu isafirishwe tena kwenda kwenye hivi visiwa. Hii ni mbinu nyingine inayotumiwa na wafanyabiashara wa dawa za kulevya ili kuvunja ule mtandao, au dawa inapokamatwa isibainike moja kwa moja ilitokea wapi, ili waendelee kufanya uhalifu bila kubainika kirahisi. Lakini mwisho wa siku sasa, hii dawa ingekamatwa kwenye hizi nchi ambazo, hii nchi ambayo ilikuwa inapelekwa ingeonekana imetoka Tanzania, kumbe haijatoka Tanzania. Kwa hiyo tutaendelea kufanya operation, tutaendelea kudhibiti vifurushi vyote vinavyopita kwenye nchi yetu na vinavyoingia ili kuhakikisha hakuna dawa za kulevya zinazotumika kuingiza au kutumia vifurushi hivyo. Katika operation nyingine iliyofanyika mtaa wa Manyanya, Kinondoni jijini Dar es Salaam, zilikamatwa kilogramu 34.87 za mirungi zilizokuwa zikisafirishwa kwa kutumia gari aina ya Fuso lenye namba za usajili T490 ECM kutoka Tarakea, mkoa wa Kilimanjaro. Mirungi hiyo ilitokea nchini Kenya, ilikuwa imefichwa kwa kuchanganywa na matenga ya nyanya ili kuficha uhalisia wa mzigo huo. Baada ya kufikishwa jijini Dar es Salaam, ilishushwa katika eneo la kituo cha mafuta kilichopo mtaa huo kabla ya kuanza kusambazwa kwa kutumia usafiri wa bajaji yenye namba za usajili MC 361 CZV. Katika tukio hilo tuliwakamata watuhumiwa watatu ambao ni Mohamed Omari Mohamed,
mwenye umri wa miaka 24 utingo na mkazi wa Tandale, Suleiman Omari Suguti miaka 34 dereva wa gari hilo mkazi wa Tarakia Rombo, na Deo Pascal Maratua miaka 32 dereva wa bajaji mkazi wa Tandale kwa Mtogole. Aidha, tunaendelea kumfuatilia mtuhumiwa Hussein Juma Salim mwenye umri wa miaka 52 mkazi wa Dar es Salaam aliyepo Nairobi, Kenya, akihusishwa na tukio hilo. Hawa wasafirishaji wa dawa za kulevya, baada ya kuona sasa udhibiti umezidi, wanachanganya na bidhaa halali ili kuweza kukamilisha uhalifu huo. Wanachanganya na ndizi, wanachanganya na mahindi, wanachanganya na nyanya, lakini na bidhaa nyingine ambapo wanazichanganya kwenye yale magari ya kusafirishia mizigo. Na huyu Hussein ambaye tunamtafuta, yeye ndo alikuwa ameagiza huo mzigo kutoka Nairobi ili uweze kuingia hapa Dar es Salaam na kusambaza kwa wateja wake, lakini baada ya kusikia kwamba hiyo gari imekamatwa, alitorokea nchini Kenya kwenye mji wa Nairobi, na tunaendelea kumtafuta na tutahakisha tutamkamata huko huko aliko. Kwa hiyo tunatoa onyo pia kwa wale wafanyabiashara wa bidhaa, kama unasafirisha ndizi zako, unasafirisha mahindi yako, unasafirisha maharage, nyanya na vitu vingine, hakikisha, kwa kuwa wewe ndio unakodi lile gari kusafirisha zile bidhaa, hakikisha zile bidhaa zako hazichanganywi na dawa za kulevya. Tunapokamata gari imechanganya bidhaa zako ambazo wewe mwenyewe mfanyabiashara ndio umeziagiza, zikichanganywa na dawa za kulevya, ina maana na wewe utakuwa unahusika, kwa sababu ule mzigo ni wa kwako. Lazima ujue kilichopakiwa kwenye ule mzigo, kwa kuwa wewe ndio umekodi lile gari. Lazima uhakikishe kwamba kwenye lile gari hakuingii vitu vingine ambavyo ni haramu. Hivyo tunatoa onyo kwa wale wafanyabiashara wanaosafirisha bidhaa mbalimbali kuhakikisha kwamba zile bidhaa wanazosafirisha hazichanganywi na dawa za kulevya. Lakini pia madereva wa hayo magari ya mizigo, tutahakikisha nao tunawachukulia hatua, kama huyu tuliyemkamata, naye tutahakikisha tunamchukulia hatua kwamba ni msafirishaji wa dawa za kulevya. Kwa hiyo wajiepushe na usafirishaji huo wa dawa za kulevya ili wasije wakaingia kwenye mkono wa sheria. Kadhalika, katika eneo la ukaguzi wa mizigo kwenye bandari ndogo ya boti zinazokwenda Zanzibar jijini Dar es Salaam, tulikamata gramu 972.05 za dawa za kulevya aina ya mirungi zilizokuwa zikisafirishwa na mtuhumiwa Kalsam Abdurrahmani Sebi miaka 43 raia wa Kenya mwenye makazi yake jijini Mombasa. Wilayani Kigamboni tulikamata gramu 162.48 za heroin zilizomhusisha mtuhumiwa Omari Miraji Mbonaeni. Taarifa za ukaguzi zinaonyesha kuwa dawa hizo ziliingizwa nchini kupitia mpaka wa Horohoro mkoani Tanga zikitokea nchini Kenya. Tunaendelea kuwafuatilia watuhumiwa wengine wanaohusishwa katika tukio hilo. Hivi sasa, baada ya operation nyingi kufanyika na dawa za kulevya hususan heroin kuadimika nchini, wafanyabiashara wanachokifanya sasa hivi wanatafuta wateja, then baadaye wanaingiza hizo dawa kidogo ili kuhakikisha kwamba wanasambaza kwa wale wateja wao. Lakini tumeweka mifumo mizuri. Dawa yoyote ikiingia hapa nchini na kuanza kuuzwa tu, lazima tunapata taarifa. Ndio maana huyu ameingiza kiasi kidogo kutoka Kenya, lakini tumeweza kumkamata na hatua kali zinachukuliwa dhidi yake. Mkoani Arusha tulikamata kilogramu 106.04 za dawa za kulevya aina ya mirungi zilizokuwa zikisafirishwa kwa kutumia gari aina ya Toyota Premio lenye namba za usajili T 853 ECX. Katika tukio hilo tulimkamata mtuhumiwa Goodluck Erasto Nyakaselula mwenye umri wa miaka 35 mkazi wa Mbezi Beach jijini Dar es Salaam, ambaye ni mtaalamu wa picha za kitabibu yani radiographer katika hospitali ya Ocean Road ya jijini Dar es Salaam. Huyu mtuhumiwa tulimkamata ni mtumishi wa serikali, lakini aliomba kibali cha kwenda kusoma jijini Nairobi kwenye nchi ya Kenya, na katika masomo yake ya utabibu aliyokuwa anasoma huko akajiingiza kwenye biashara ya dawa za kulevya. Katika kumhoji akaeleza kwamba alikutana na makundi kule yalimweleza kwamba biashara ya mirungi kuingiza nchini Tanzania anaweza akapata fedha, na yeye pamoja na masomo yake akaanza kufanya hiyo biashara, na tukawa tunamfuatilia kwa muda mrefu. Lakini pia kutokana na hiyo biashara ya dawa za kulevya alitakiwa amalize masomo yake 2015. Anaeleza kwamba hiyo 2015 na 25 alishindwa kumaliza masomo yake kutokana na kwamba baadhi ya masomo hakufaulu. Kwa hiyo bado alikuwa kule akiendelea
kusoma ili kuweza kufaulu yale masomo au kurudia mitihani ya yale masomo ambayo alifeli. Sasa katika kipindi hicho ndio akawa anaendelea sasa kusafirisha mirungi kuleta nchini Tanzania, na anapokutana na watumishi wa serikali au wale wazuiaji au askari barabarani, anaeleza kwamba yeye ni daktari, anaonyesha kitambulisho. Kwa hiyo wanamwachia, wanaona kwamba huyu hawezi kusafirisha dawa za kulevya. Kwa hiyo mwisho wa siku tukabaini kwamba anayeleta mirungi zaidi Kenya huko Arusha na maeneo mengine ni huyu mtabibu, na tumeweza kumkamata na tunaendelea kumchukulia hatua za kisheria. Lakini tunatoa onyo kwa watumishi wote wa serikali kuhakikisha kwamba wasitumie nafasi yao kuweza kusaidia usafirishaji wa dawa za kulevya. Wapo watumishi wengine tumewakamata 6 ambao wao walikuwa wanasaidia usafirishaji wa dawa za kulevya. 4 tayari tushawafikisha mahakamani na 2 tunaendelea kuchukua hatua ili waweze kufikishwa mahakamani. Kinachofanyika ni kwamba kwa kuwa ni watumishi wa serikali na nafasi zao, wanaweza wakasafirisha dawa kusaidia wale wahalifu kuifikisha mahali fulani, wakijua kwamba barabarani kule wanaposimamishwa na kujitambulisha na kuonyesha vitambulisho, wana uwezo wa kupita kirahisi bila kukaguliwa. Hivyo kutokana na hilo sasa tutahakikisha kwamba wale watumishi wote au wasafirishaji wote wa dawa za kulevya na magari yote yanayopita, hata mtu akijitambulisha yeye ni nani, itabidi sasa tuanze kukagua hayo magari ili kuthibitisha kwamba hilo gari au huyo anayesafiri na hilo gari kwamba hajabeba dawa za kulevya. Lakini tumebaini pia baadhi ya watumishi wachache wa serikali kutumia dawa za kulevya. Jijini Arusha tumebaini kwenye zile kumbi za starehe kuna eneo linaitwa VIP, ambapo ndani yake unakuta watu ambao wanaenda kule, watumishi wanakodi lile eneo, wanakaa kule, wanakula mirungi na wakati mwingine wanavuta bangi. Lakini jijini Dar es Salaam kuna apartment, watu wakitaka kutumia dawa za kulevya wanaenda kukodi apartment, wanakaa kule, wanapelekewa mirungi au wanapelekewa bangi, wanavuta. Sasa tumeshabaini hayo maeneo, na sasa tunatoa onyo ili kwa watumishi wote, lakini pia pamoja na watu wengine, kwamba tutafanya pia operation katika hizo kumbi za starehe, hususan kwenye maeneo ya VIP, lakini kwenye hizi apartment ambazo zinakodiwa na watu wanazitumia vibaya katika matumizi ya dawa za kulevya. Hivyo tunaomba pia watumishi wa serikali kuhakikisha kwamba wanatekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria zilizowekwa na serikali na utumishi wao, ili kuhakikisha kwamba waisaidie serikali kudhibiti matumizi, biashara na usambazaji wa dawa za kulevya nchini, na badala yake sio wao kujihusisha na hiyo biashara ya dawa za kulevya. Aidha, wilayani Same mkoani Kilimanjaro, katika kituo cha mabasi yaendayo mikoani, tulikamata kilogramu 240 za mirungi zikiwa zimefichwa ndani ya mabegi ya nguo. Katika tukio hilo tunawashikilia Irene Obedi Sule na Elias Obedi Sule, wote ndugu wa familia moja, kuhusiana na uhalifu huo. Hawa walikuwa wanajifanya wanasafiri, wakabeba mabegi yao wanasafiri nayo, kumbe ndani yake wamejaza dawa za kulevya na tumewakamata. Lakini kutokana na hilo pia tutaendelea kufanya ukaguzi wa kushtukiza kwenye magari madogo, kwenye mabasi, lakini pia kwenye magari ya mizigo, ili kubaini usafirishaji wa dawa za kulevya na kuhakikisha kwamba tuna udhibiti. Kwa kushirikiana na mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali, Shirika la Viwango Tanzania na mamlaka ya dawa na vifaa tiba, tulifanya ukaguzi na uchunguzi wa bidhaa katika duka la bidhaa lijulikanalo kama Village Supermarket la jijini Dar es Salaam na kubaini uwepo wa vinywaji hususan energy drink zenye viambata vya kemikali ya THC ambayo hupatikana kwenye dawa za kulevya aina ya bangi. Katika operesheni hiyo, jumla ya kopo 122 zenye ujazo wa mililita 250 kila moja, sawa na lita 30.5, zilizotambulishwa kwa jina la Trip zilikamatwa. Watuhumiwa Saidi Abdul Basti mwenye umri wa miaka 43, raia wa Pakistani, na Dhirendra Kumar Gorodhani mwenye umri wa miaka 45, Mtanzania mwenye asili ya Asia, walikamatwa kuhusiana na tukio hilo. THC ni kemikali inayopatikana kwenye dawa za kulevya aina ya bangi ambayo ina madhara mbalimbali kwa mtumiaji, ikiwemo kuamsha magonjwa ya akili, kubadili utendaji wa kazi wa mfumo wa fahamu, kuchochea vitendo vya kihalifu ikiwemo wizi, unyang'anyi, ukatili na kuchochea matumizi ya dawa nyinginezo za kulevya. Kwa kushirikiana na mamlaka za udhibiti, tumeweka mikakati ya kukabiliana na usafirishaji wa dawa za kulevya kupitia vifurushi vya chakula
dawa za kemikali kwa kubadilishana taarifa, kufanya kaguzi na operesheni za pamoja ili kulinda afya na ustawi wa jamii. Hawa wahalifu wa dawa za kulevya kama hawa tuliowakamata, kuchanganya dawa za kulevya kwenye kinywaji ambacho ni energy drink, ina maana kwamba pia watu wanaotumia kile kinywaji hawajui kama ndani yake kuna dawa za kulevya. Na ukisoma pia maandishi yaliyoko kwenye lile kopo halionyeshi kama ndani yake kuna THC. Kwa hiyo mwisho wa siku ina maana watu wananyweshwa vinywaji ambavyo vinakuwa na dawa za kulevya ndani yake, hususan bangi, bila wao kujua. Lakini mwisho wa siku kadri anavyotumia kile kinywaji anakuwa mraibu wa kile kinywaji. Ndio maana unakuta watu wengine wanakuambia bila kunywa kinywaji fulani siwezi kufanya kazi. Bila kunywa kinywaji fulani mwili wangu hauchangamki, ninaumwa, nashindwa kufanya shughuli zangu za kawaida. Lakini unajikuta kwamba wanatafuta soko sasa kwa kutumia dawa za kulevya, ili unapokuwa mraibu ina maana lazima utatumia kile kinywaji. Kwa hiyo unajikuta kinapata watu wengi wa kukitumia. Lakini nchini Tanzania hairuhusiwi kinywaji chochote, bidhaa yoyote kuchanganywa na dawa za kulevya. Hivyo tutachukua hatua kali kuhusiana na swala hili, lakini pia kwa kushirikiana na hizi mamlaka nyingine za udhibiti tutafanya operesheni nchi nzima ili kuhakikisha kwamba bidhaa zote zinazouzwa kwenye maduka, kwenye supermarket na kwenye maeneo yote haziwi na viambata vya dawa za kulevya. Hivyo tunatoa onyo kwa wafanyabiashara wote kuhakikisha kwamba bidhaa walizonazo kwenye maduka yao, kwenye supermarket zao, wahakikishe hazina viambata vya dawa za kulevya, ili kuhakikisha kwamba tunalinda afya ya Watanzania, tunalinda nchi yetu, lakini tunahakikisha usalama na amani inatamalaki, kutokana na kwamba dawa za kulevya zinapotumika kwa kiwango cha juu inasababisha uhalifu, lakini inasababisha amani kutoweka. Hivyo tutaendelea kufanya hiyo operation katika maeneo yote, katika maduka yote, kuhakikisha kwamba tunadhibiti hiyo utumiaji au uchanganyaji wa dawa za kulevya kwenye vinywaji. Kufuatia operation zilizofanyika katika mikoa mingine nchini, zilikamatwa tani 19.5 za bangi, tani 2.6 za mirungi, gramu 11.63 za heroin na kilogramu 40 za skanka. Aidha, tani 3.3 za bangi na mirungi pamoja na ekari 228.5 za mashamba ya bangi ziliteketezwa katika wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma, kijiji cha Mwengeni kilichopo wilaya ya Kilwa mkoa wa Lindi, na katika vijiji vya Busekeseke na Miembeni vilivyopo wilaya ya Sengerema mkoani Geita. Kutokana na ushirikiano tulionao na nchi za Eswatini, Afrika ya Kusini, Msumbiji na Zambia, tumebaini uwepo wa vinara wa mitandao ya biashara ya dawa za kulevya ambao ni raia wa Tanzania katika nchi hizo. Tumeazimia kuendelea kufanya operations za pamoja ili kuwakamata na kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria. Hizi nchi zote tumeingia nazo makubaliano ya kushirikiana katika kufanya operations za pamoja. Na nchini Tanzania, baada ya hawa wahalifu kuona kwamba operation nyingi zimefanyika na wako hatarini kukamatwa, wengi wamekimbilia kwenye hizo nchi. Na mpaka sasa hivi kwa ripoti tulioipata juzi, kwenye nchi zote hizi jumla ya Watanzania 28 wameshakamatwa kwenye hizo nchi. Na hii ni kutokana na ushirikiano tunaoendelea kuufanya ili kuhakikisha kwamba yoyote ambaye anafanya biashara ya dawa za kulevya na akienda nchi yoyote tunahakikisha tunamkamata. Lakini pia katika kuhojiwa walieleza kwamba wamekimbia nchini Tanzania kwenda kufanya biashara hizo kwenye hizo nchi kutokana na sheria kali iliyoko nchini Tanzania, lakini na operations zinazoendelea. Wanasema kwamba afadhali wakamatiwe kwenye hizo nchi kuliko kukamatiwa Tanzania kutokana na sheria ilivyo kali, kwa sababu sisi sheria yetu ni kifungo cha maisha au miaka 30 kulingana na uzito wa dawa za kulevya ulizokamatwa nazo, tofauti na sheria zilizopo kwenye hizi nchi nyingine. Sasa kutokana sasa na hilo gap na hiyo changamoto ya utofauti wa sheria, tumekubaliana na tulifanya kikao tukakubaliana kwamba sasa tutafanya operations za pamoja. Tutafanya operation Msumbiji, tutafanya operations Afrika ya Kusini, tutafanya operation kule Eswatini, Zambia na nchi nyingine, ili kuhakikisha kwamba hizi operations za pamoja tutadhibiti sasa wale wote ambao wamekimbilia huko, tunahakikisha wote wanakamatwa, ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti sasa biashara ya dawa za kulevya kwenye ukanda wetu kwa pamoja. Napenda kuwahakikishia kuwa mamlaka imejipanga kikamilifu
kuendelea kukabiliana na wahalifu wa dawa za kulevya kwa kutumia teknolojia ya kisasa na kuimarisha ushirikiano na vyombo vingine vya udhibiti ndani na nje ya nchi. Nawahimiza wananchi kuendelea kutoa taarifa zitakazosaidia kutokomeza tatizo hili la dawa za kulevya kwa manufaa ya taifa letu. Na kutokana na operesheni hizi ambazo nyingi tumezifanya na ukamataji mkubwa wa dawa za kulevya, wapo watu wanaodhani kwamba dawa za kulevya zimeongezeka nchini, lakini hao ni kwamba wanapotosha. Ni kwamba dawa za kulevya zimepungua sana nchini, na huu ukamataji mkubwa wa dawa za kulevya ni kutokana na kuimarika kwa teknolojia, kuimarika kwa operesheni zetu, lakini kuhakikisha kwamba hakuna ambaye anasafirisha dawa za kulevya na kuweza kufanikisha uhalifu huo. Hivyo dawa za kulevya nchini Tanzania zimepungua sana na uthibitisho upo wazi, na ndio maana ukiangalia heroin, cocaine, methamphetamine pamoja na dawa nyingine zimepungua sana nchini, tofauti na baadhi ya watu wanaosema kwamba kutokana na ukamataji huu mkubwa dawa za kulevya zimeongezeka, lakini ni kwamba zimepungua sana, na kilichoongezeka ni udhibiti wa dawa hizo hapa nchini.